Asimama kwa takriban miaka 12 akisubiri kukutana na Mungu wake. Katika hali inayoshangaza na kushtua wengi, daktari mmoja nchini India ametoa tahadhari kubwa kitabibu baada ya kuonekana kwa picha za mtaalamu mmoja wa kidini, yaani sadhu, ambaye miguu yake imefura vibaya sana na kupoteza umbo la kawaida. Hali hiyo inatokana na uamuzi wake kufuata utamaduni wa kale na mgumu wa kidini wa kusimama kwa miaka mingi mfululizo bila kukaa wala kulala chini, hatua inayolenga kutafuta ukato wa kiroho lakini ikiacha maumivu makali na uharibifu mkubwa wa mwili wake. Mtaalamu huyo anafuata utamaduni nadra sana wa Kihindu unaojulikana kama Kwareshwari Tapasya au ibada ya kusimama ya Baba. Huu ni mtihani mzito wa kiroho ambao mara nyingi unachukua muda wa miaka 12 mfululizo, ambapo mhusika haruhusiwi kabisa kukaa chini wala kulala kwa mtindo wa kawaida. Ili kupata mapumziko mafupi, sadhu huyu anajitengenezea au anajiegemeza kwa kuning'inia kwenye machela au kama maalumu zilizofungwa juu, huku waumini na wafuasi wake wakimsaidia kupaka mafuta ya mitishamba miguuni mwake ili kupunguza maumivu. Sasa kuna ripoti zinazotofautiana kuhusu muda kamili aliokaa kwenye msimamo huo. Baadhi ya viwanzo vinasema amekaribia kukamilisha miaka yote 12, huku vingine vikisema amefikia mwaka wa 5 tangu aingie kwenye kiapo hicho. Sadhu huyu anachukua uamuzi huu mgumu baada ya kuacha masomo yake ya chuo kikuu, akieleza kuwa alipata wito wa ndani wa kujitenga na maisha kawaida ili kutafuta maono ya Mungu mkuu wa Kihindu, yaani Lord Shiva. Utamaduni huu wa karne nyingi miongoni mwa Sten Babas, yaani baba waliosimama, hubeba gharama kubwa sana ya kiafya ambazo mara nyingi hazirekebishiki kutokana na kusimama kwa muda mrefu bila kupumzika. Nguvu ya mvutano wa ardhini, yaani gravity, inasababisha damu kushindwa kurudi juu kwenye moyo, hali inayopelekea mishipa damu ya miguu kufura na kupasuka, lakini miguu kujaa maji na nyama kufura kiasi cha kupoteza uwezo wa kujisogeza au kutembea. Lakini ngozi kuwa ngumu na kuanza kubadilika rangi kutokana na ukosefu wa hewa safi ya oksijeni kwenye seli za chini. Lakini licha ya maumivu haya makali yanayoendelea, inayoonekana wazi, wafanyaji wa ibada hizi wanatazama mateso hayo kama ngazi ya kipekee ya kufikia elimu ya juu ya kiroho na kujiweka karibu na miungu, wakiamini kuwa kushinda maumivu ya mwili ni ushindi wa nafsi. Madaktari na wataalamu wa mifupa nchini India wameendelea kupiga kelele, wakionya kuhusu hatari kubwa ya kufanya mazoezi haya ambayo yanaendelea kuwatesa, huku wataalamu wa afya wameeleza kuwa mbali na maumivu ya sasa, mtindo huu unaweza kusababisha ugonjwa hatari wa gangrene, yaani kufa kwa nyama za mwili kutokana na kukosa damu, hali inaweza kupelekea miguu hiyo kukatwa kabisa ili kuokoa maisha ya mtu. Lakini licha ya maonyo hayo ya kisayansi, imani thabiti ya kidini nchini humo zinaendelea kuwapa ulinzi na heshima kubwa sadhu hawa, huku jamii ikizidi kutazama kwa mshangao mpana wapi nguvu ya imani inaweza kusukuma mwili wa binadamu. जिम्मे काम कर लगा भगवान है उसमें कुछ करेंगे। सबसे मेन बेटे यह बात है, पहले फोन करो फिर तुम आओ।